Usimweleze kila mtu madhaifu yako, hata kama ni muombaji anayehamisha milima. Kwa nini? Kuna watu wengine ni wazuri kuomba lakini hawajui kutunza siri. Usiwaambie hao, kwa sababu itatoka mjini madhaifu yako yote. Kwa kisingizio anawaambia wenzake, jamani tumwombee fulani. Na saa nyingine hata ile break hana, anaingia kwenye message. Hii ni ya kwako tu. Ni ya kwako vipi imeingia kwenye simu? Kasome Biblia yako, inasema Yesu akachukua wanafunzi wake akawaambia kaeni hapa. Akachukua watatu. Ndio ambao alikuwa anaweza kujifunua udhaifu wake. Wengine walikuwa hawajui. Na ndio maana walipokuwa wamelala badala ya kuomba, kwa sababu Biblia inasema walilala kwa sababu ya huzuni. Kwa nini? Kwa sababu hali ile ile ambayo Mungu aliweka kwa Yesu apewe signal kwamba huko unakoelekea udhaifu ulioko kwenye mwili ambao unakuletea shida, utaleta matatizo. Mungu anaweka ishara hiyo hiyo kwa waombaji ambao wanakuombea, watapata ishara hiyo hiyo. Yesu alisikia huzuni na wakina Petro wakasikia huzuni. Ile tatizo ni kwamba Yesu akaomba, wakina Petro wakalala. Ni vizuri kuwashirikisha watu ambao unajua wanaweza wakaomba, wakakubeba, lakini pia wakapata nafasi ya kuwa wepesi kutunza siri za kwako. Haya ni mambo mazito unahitaji kuyafahamu. Hata kama unasikia kitu, lazima uwe mwangalifu sana, kwa sababu udhaifu ni lango kubwa sana ambalo linaweza likaingiza vitu ambavyo ni mtafaruku mkubwa sana, au kwenye familia au kwenye kazi au kanisani au kwenye nchi. Ndio maana lazima ufahamu. Ndio maana si kila wakati Mungu atakuruhusu ufahamu madhaifu ya watu wengine, mpaka ujue namna ya kutembea kwenye neema ambayo inashughulika na madhaifu ya watu na madhaifu ya kwako ndani yako. Hata kama una pressure ya namna gani unayopita, usiseme tu kwa mtu yeyote, omba kwa Mungu. Kati ya kitu kimoja wapo ambacho unahitaji kufahamu, neema ina watu iliyokuandalia kwa ajili ya kukusaidia, wanaojua neema uliopewa na wanakuwa kwenye uaminifu ule wa kukaa kwenye hiyo zamu. Mungu anawajua, na uwe na uhakika katika kila zamu, katika kila nyakati atakuinulia watu wa namna hiyo ambao watasimama pamoja na wewe. Roho Mtakatifu atakuwa anawachukua. Unahitaji kufahamu kwamba huyu ninaweza nikamweleza hiki mpaka hapa, huyu naweza nikamweleza hiki mpaka hapa, huyu simwelezi kitu isipokuwa ajenda ile ya jumla, na yeye ataomba ile ajenda ya jumla. Na wala usisikie vibaya, kwa sababu hata ofisini si kila mtu anaambiwa kila kitu. Kuna wanaojua kila kitu, kuna wengine hawajui chochote isipokuwa kile wanachofanya. Kuna wengine wanajua 50% ya vitu vilivyoko ofisini, wengine wanajua 5%, wengine wanajua 80, 90. Huo ni mgao wa kibiblia kabisa. Unasema umeipata wapi? Yesu aligawa vipawa, na maandiko yanasema na hata kwenye mkate aligawa kipande. Hakuna aliyepewa kamili. Kwa hiyo usijaribu kutafuta kamili, lazima ufahamu ya kwamba Mungu aligawa. Na hivyo hivyo hata mambo ya kuombea, nani wa kubeba kipi, Mungu anagawa. La sivyo utajikuta baada ya muda zinatumika ajenda hizo hizo kukuweka kikao, alafu hutajua cha kufanya. Kwani shetani amekutengenezea tena mazingira mengine. Hasa ukisikia nani kasema, unasikia kuumia huku na kinakata kama mshale. Kikikukata kama mshale ni dalili kwamba hukuvaa diria haki kifuani, kwa sababu silaha moja wapo inayokinga maneno ya staili hiyo ni diria haki kifuani na ngao ya imani.